Hapana. I have been a minister in this country and I know what it entails for community being in government. Sisi tulikuja hapa wakati ndugu zetu walituambia kwamba sasa tuko na 30%. Tukaanza kuongelesha ndugu zetu hapa nyumbani. Tulikuwa na fujo kubwa sana. Vile mnajua Western hii, sisi watu ambao tulikuwa mrengo wa Kenya Kwanza, tulikuwa na kazi ngumu sana kwa sababu watu wetu walikuwa watu wa Azimio. Na tukaanza kufanya campaigns. Tukaanza kuambia vijana wetu wa Mlembe ambao wanadharauliwa Nairobi kwa sababu ni watchmen, kwa sababu ni cooks, kwa sababu wao wanafanya kazi ya maua kule Naivasha. Tukawaambia, now this is the moment. Mjitokeze, mtupigie kura. Tuko na 30% share ya serikali. Mambo ya kushika rungu itakuwa mambo of the past. Mambo ya kukua cooks itakuwa mambo of the past. Mambo ya kungoa maua itakuwa mambo of the past. Na ndugu zetu, watoto wetu wakatusikiza. Hapa Bungoma, serikali yetu ya Kenya Kwanza ilipata kura karibu 280. Hapa Kakamega, serikali yetu ya Kenya Kwanza ilipata kura 1160. Hapa Vihiga, serikali ya Kenya Kwanza tukapata kura karibu 1050 na kitu. Pale Busia tukapata kura zaidi ya 1030. Pale Trans Nzoia vile vile. Watoto wetu walijitokeza wakijua ya kwamba maisha yao inaenda kubadilika. Mimi nashukuru, lakini kuna changamoto. Na rafiki mzuri ni yule anakuambia kwa macho ni nini haswa kinaumiza watu wake. Mimi nimepewa kiti ya Kenya chairman ya Kenya Water Towers. Kenya Water Towers pale kazi yangu ni kuangalia vyanzo vya maji. Mahali penye maji inaanzia Tisebere Bulangabure Mluwanga. Na mimi najua nikisema hapa nataka niseme so that pia wale watu mnanisukuma mkiniambia tulikubaliana, what happened, what changed, tuliwapatia kura vile mlisema, mbona saa hizi tunahangaika? Nataka msikize vizuri. Mimi nashukuru rais kunipatia hiyo nafasi kusavu wa Kenya. However, mikono zangu mimi zimefungwa kwa sababu kwa ile board mimi tunaketi mara 6 kwa mwaka. Na kila tukiketi mimi I'm paid 54,000 shillings per sitting times 6 in a year. And then mwisho wa mwezi napewa stipend ya 54,000 shillings. Ninyi mnanielewa vizuri? Na mimi nashukuru kwa hiyo kidogo ambayo nilipewa. Nataka niseme hapa ndugu zetu, tunataka tuulize ndugu yetu Musalia, ndugu yetu Wetangula, ile 30% ambayo mlituambia juzi, tumeajiri polisi 5,000. Kila constituency ilikuwa inapewa watu 6. Ukipiga times 90 ni karibu 1,600. Hizi nafasi zingine 2,500 kwa share yetu ya 30% iko wapi? Jeshi vile vile. Kwa hivyo watoto wetu, sisi tumekuja hapa kwa huu mjadala tulete watu wetu pamoja, so that tukienda kuketi kwa ile meza isiketiwe na matapeli. Tuweze kuketi pale tupiganie haki za watu wetu. Kwa hivyo watoto wetu, tumekuja hapa tuongee kama watoto wa mtu mmoja. Ndio ikifika 2027 tuwe tunaweza keti kwa ile meza tukiangaliana macho kwa macho tukiwa na heshima. Kwa hivyo mimi sitaki kunena kuzidi hapo. Ndugu yangu Wetangula Natembeya, mimi niko na wewe kwa hii mjadala na tutasukuma hii mjadala bila kurudi nyuma. Asanteni sana na Mungu awasaidie. Asante sana, tumpigie makofi. 1 2 1 2. Haya, asante sana. Tunataka kumkaribisha sasa mfanyabiashara mashuhuri wa hapa Kakamega, anaitwa Mheshimiwa Cleophas Toto Shimanyula.
Tupigie Toto makofi tafadhali. Toto. Haya. Mirembe boss. Mirembe boss. Mimi kwa majina naitwa Toto. Tumekuja hapa na Natembea. Tumekuja hapa na Kileo. Tumesema kwamba lazima tuwe pamoja, si ndio? Lakini mimi nataka nikosoe Kileo. Kileo. Sikizeni. Sikiza. Kileo ni mtu mzuri sana. Lakini asiseme tusipige siasa hapa, si ndio? Siasa lazima ifanye nini? Ipigwe. Nikisema hivyo namaanisha kwamba Kakamega tumekuwa nyuma sana na viongozi ambao tuko nao. Na wengi wa watu wetu wa Kakamega, watoto sahi wa Gen Z, watoto wamekufa wengi, watoto wameshikwa, watoto wako kule rumande. Tunaongea vizuri? Kwa hivyo mimi nitasema kwamba hii safari tulianza na Natembea. Natembea, wewe ndo nataka utupatie mwelekeo ya kusema kwamba tumesema hatuna kiongozi, kiongozi ni Natembea. Mko pamoja? Tuko pamoja hapo? Na Kileo, wewe ni rafiki yangu mkubwa. Yenye tulikosana na wewe yote tumesameana, si ndio? Mnanipata vizuri? Unajua Kileo ameweka watu wawili watatu. Hao Kileo amewapatia, mimi ndawapatia zaidi. Haya. Kitu nitawaambia ni hii. Tumesikia amesema nimemsamea. Tutafanya kazi, alikuta pia mimi ni mjuaji wa town, yeye mjuaji wa town, tuko pamoja. Si ni sawa? Kitu nasema Kileo, nataka nikuambie. Ruto huko amekufuta kazi. Anakuficha kutangaza. Na sasa wewe unataka tuungane na wewe, tubadilishe hii nchi yetu isonge mbele. Si ndio? Kwa sababu niseme hivyo. Mmesikia Rashid ameongea hapa. Amesema anapata pesa ngapi? Anapata ngapi? 54,000. Huyu Rashid ukimwangalia vizuri ni mtu wa kulipa 54,000. Walichezewa na Ruto. Ruto sasa nataka nikwambie Rashid, hiyo kitu ambia Ruto akae nayo. Ukuje sisi tupige biashara tufanye kazi. Si ndio? Na Gen Z msilale. Nataka hata ikiwezekana Tuesday, hiyo mnasema Thursday, tuhakikishe tumesukuma hii serikali mpaka tukubaliane nayo. Mnanipata vizuri? Unajua nyinyi hamjui uzito wa hii kazi. Mimi najua. Ukiona Kileo, Rashid na Toto wamekuja pamoja, wamekuta ni moto. Na hii moto sisi kuzimisha, Natembea peke yake. Natembea simama. Simama Natembea. Huyo mwanaume ndiye alianza kusema sisi Waluhya tunatumiwa kama watchman, si ndio? Mko tayari kuunga Natembea mkono? Mko tayari? Mimi kama Toto nimesema kwamba siogopi na niko tayari, na mnajua mimi nakuanga na baraza. Si mnajua nakuanga na baraza? Mnajua nilimwambia nakuja hapa lazima tuhakikishe tuone Waluhya wetu wanaenda wapi, si ndio? Mimi sijaandikwa mtu na kazi atakuja mtu atafuta mimi. Haya. Gen Z. Narudi kwa Gen Z. Mlishikwa watu 3. Muka akiwa kwa hao watu watatu, ni mimi peke yangu nilienda kwa police station kutoa Muka kwa polisi. Si ni kazi nimefanya? Kwa hivyo Kileo, nataka pia ukitoka hapa tushikane na wewe. Twende kule kwa hospitali, twende kule kwa polisi, tuhakikishe tumetoa watu, si ndio? Mko tayari? Kwa sababu nisema hivyo. Kileo simama. Simama kidogo. Simama tu. Waache kuogopa, simama. Yes, kuja. Rashid, kuja. DJ weka mziki wakija. Natembea kuja.
Simama hapo. Aya, sikizeni vizuri. Sikizeni vizuri. Na mnisikize kimya kabisa. Unajua mvurugo imekuwa kwa hii town ya Kakamega ni kati ya Toto na Kileo, si ndio? Alafu Kileo ameenda mobilize watu kidogo wapigie Toto kelele. Sasa tunataka tumalize hiyo fitina, si ndio? Tumalize tusimalize. Tunataka mwenye tabaki mwisho ninatembea. Nataka tuweke handshake kati yenu kuhakikisha mambo iko sawa. Tuwapigie makofi, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi, tuwapigie Haya. Tutulie. Mnaweza enda sisi. Governor. Haya, si tumeleta handshake. Nini mnataka tena? Hakuna. Haya, sasa tumesema kwamba haya, usiogope. Huyu ndio mwanaume peke yake tumeona atatusaidia katika kunyorosha Waluya. Tuko tayari? Mmekubali? Wafanyie ile kitu. Mmeona? Sawa, asante. So kwa ufupi, wale walikuwa na chuki kufikiria Toto ana grudge na Kileo, ilikuwa siasa, tulimwangusha, tuko kwa serikali, tena tuko pamoja. Si ni sawa? Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa tukimalizia, tunataka mama kutoka Busia atumalizie, alafu tupeane way forward. Asante sana viongozi wetu. Kwa majina naitwa Jacqueline Amadi, mimi ni kiongozi na mimi ni mkulima. Tukiangalia utafiti katika taifa letu linaonyesha ya kwamba wamama ndio wameshikilia katika population ni wengi, si ndio? Wamama sisi ndio wengi. Lakini tuanze na vile tuko hapa hivi. Nafasi za wamama hata kuongea zimepatikana ngapi? Hakuna, si ndio? Hata hii yenye naongea nimejilazimisha. So tunaona penye tumeweka wanawake kama ndugu zetu ndio ambayo inafanya kuleta mess katika mielekeo yetu yote. Tunaomba ya kwamba Mulembe Nation ianze kuzingatia masuala yanayohusisha wanawake katika uongozi wao wote. Wamama lazima wapewe nafasi yao, maana hao ndio gurudumu la gari lolote. Tukiangalia hata hapa leo vile tuko, wamama si ndio majority? Na wamama ndio wanaamushwa kwa viti waende wakae chini, wanaume wakae juu. Hiyo kufinyilia wanawake ndio inafanya masuala ya Mulembe Nation haisongi mbele. Ukiangalia Azimio juzi imechagua viongozi, hakuna hata mama mmoja alipatiwa nafasi. Kiongozi natembea, wewe uko pale Azimio, naomba umuulize baba, wamama waliisha huko? Kwa sababu tuko huko na hakuna hata mama mmoja alipewa nafasi. Haya ndio masuala ambayo inafanya serikali yetu jumla inaendelea kuharibika. Tunaangalia vitengo kama sasa Women Enterprise Fund inakatwa tu na viongozi mumetulia. Hakuna mtu anaongelelea Kileo. Umeongelelea kuhusu vile Nyeri wanapewa bilioni ngapi? Lakini umeangalia wamama wanapewa nini? Wamefinyiliwa na wao ndio mnataka wakuje wawapatie kura. Wamama ni kitengo ambao kimetumiwa vibaya sana nchini Kenya. Kuanzia katika kanisa, nimeona hata viongozi wa kanisa hapa hakuna wamama. Wanakuja peke yao, lakini kanisani wamama ndio wengi. Wao wanatumiwa vibaya na wanasiasa. Tumewekwa kwa ile nafasi ya tunapokea tu handouts. Wamama ni wa handouts. Wamama hakuna kitu wanapewa. Kama
Kama Mulembe Nation, we must rewrite history. Women must be given opportunity to air out issues related to women. Otherwise, tutaendelea kubaki vile tuko hivi. Mulembe Nation cannot forge ahead without inclusion of women. Hebu tuangalie hapa viongozi wamekaa, tuhesabu wa mama ni wangapi? Wako wangapi? Wengi ni wanaume. Leo nimeharibika Mbire Murwe. Wamama ni wangapi? Countable, handful. Nimekuja hapa nimesimama almost how many minutes? Wanaume tu. Tusipo change muundo msingi, wamama ndio gurudumu ya mwongozo wengine. Mumeona vile Gen Z iliamuka, ilikuwa inachemuka. Saizi wamama tumeanza kuchemuka. Na kama Mulembe Nation, ni lazima masuala yanayohusiana na wamama yapewe kipaumbele. Tukianza na ukulima, ambao tunaiita kwamba ni uti wa mgongo wa taifa la Kenya. Yet wamama ambao wanalima ndio wamewekwa wanakaa kama chokora, na ndio wanalinda taifa letu. Mimi nazungumzia ya kwamba wamama wapewe kipaumbele katika uongozi wetu na masuala ambao yanahusiana na uongozi katika taifa la Kenya na Mulembe Nation. Asanteni. Asante sana, tumpigie makofi mama anapoenda. Tunataka tulete kiongozi wa walemavu kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Tumpigie makofi ndugu yetu. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Mwanga Joseph, mtetezi wa jamii ya walemavu kule Trans Nzoia. Na mimi ni baba wa Gen Z watatu. Kwa hivyo nyinyi Gen Z nawaunga mkono 100%. Kwa sababu mimi ni baba yenu. Yale mambo ningependa kuongea hapa kwa sababu tumekuja kuongea masuala ya jamii ya Waluhya. Mama ametoka hapa. Wakati mwingine mambo yanapokuwa magumu, wale watu wanaathirika ni jamii ya walemavu na wamama na vijana. Si ni kweli? So sisi jamii ya walemavu na wamama na wazee ndio tunaathirika. Na mimi napenda kusema hivi. Leo tumepewa agenda hapa ya kwamba wakati Mheshimiwa Kilewa alikuwa anaongea hapa, alisema tumekuja kwa agenda moja ya kuangalia kwamba ile mesa iko hapo mbele, jamii ya mlemavu, jamii ya Mluhya ako na sehemu gani? Na mimi nataka kuchallenge my secretary wa UTA. Mimi pia nilikuwa UTA lakini nikahama kwa sababu niliona kuna kisa kidogo. Mimi ningependa kusema hivi, Mheshimiwa Malala na wengine wote kinatatembea mko hapa. Mimi kama mjamii wa walemavu ningetarajia mtuambie mwelekeo wa jamii ya Waluhya, viongozi kisasi kipya, mnaongozwa na nani, mnatuelekeza wapi? Na mwaba nale marabuke si kweli? Senaba rebere zabulai. Bakubolele kiongozi uwe kundi ino nanu malaka bakuongoza kuchawaena. Lakini kama kwa kaka banano bakanja kuko challenge mwalalo makoka UTA kuni alama kwa yena. Enyoko mudikile Yesu kia luno mubole muli natembea niyo ongoza fukufuku ye Waluhya kubise bino mara kubalonde. Lakini mipango ya kando obiralo mana ka marketa epati yewe so kubayele wabamita. Malano mukola mulyo neze kupira kulusi muche nisibaze batarurandi balumalume. Abana ako sile kweli? Kwa hivyo ningependa jamii ya Waluhya mtuambie mwelekeo wetu. Nimeshukuru Rashidi hapa, Toto, Mheshimiwa natembea na wengine. Na huyu Toto ni mwanaume kwa sababu nilikuwa naangalia kwa TV tu. Sasa ningependa kusema mtupee mwelekeo tukitoka hapa, ile mkutano nyingine mkija Gen Z wajue wana address nani na ni nani ambaye ni kiongozi. Hapa namna gani? Otherwise mimi kama jamii ya walemavu Trans Nzoia nasema natembea tosha. Mwenye anapinga aseme. Asanteni sana. Asante sana. Ujamaa 1 2 Aya 1 2 Aya. Tunataka tusikie kutoka kwa mzee Werunga. Tumpigie makofi, huyu mzee amekaa hapa sana. Oh, mzee Shivachi, si ndio? Aya. Sawa.
Miramino bosi. Mirambe khande. Nze ndi mwisuka wakholanga Kakamega. Kakamega ngani kana bali hano banyishi sana. Nyanya khumbore khu shindu kidogo shia mukhaboli wongwa tawe. Shindu shokuranga shiri ke khamu manye history yenyu yarula hena. Numwa khamanya umwarula nende khulimo mwachenda nende bamwiza khumanya mu area muno khumanya khulima munya khonyola kiongozi. Step ya kwanza nataka nimwambie nyinyi Waluya. Muna bahati kubwa sana. Kwa sababu wakati Mungu aliumba dunia na mambo yakafanyika huko Babel, mulitolewa huko mukapita mpaka Egypt. Mulipokaa Egypt, mukatoka huko mukapita Cameroon. Mukatoka huko mukakuja mpaka Sudan. Ndio mukakuja pale muliko. Kwa hivyo hiyo historia mkijua, mnajua ya kwamba mliongozwa na Mungu. Nataka kusema hivi, Waluya tulikuwa na pila 3. Pila ya kwanza alikuwa Masinde Muliro ambaye alikuwa our leader during the time of independence. Akatoa PC kutoka Kisumu akatuletea hapa. Kitu kingine ambacho kilikuunganisha Waluya ilikuwa mpira ambao ulikuwa unaitwa Abaluya Football Club. Hallelujah. Hiyo ndio ilikuwa unity yetu. Kitu cha 3 ambacho kilikuja kuunganisha Waluya ilikuwa weko. Nyinyi watu simlipa pesa. Wale watu walilipa pepa juu mkono. Wale ambao walilipa weko. Nyinyi ni watoto wadogo. Yes. Tulipoleta weko, tukawa na Muliro, tukawa na Alfred Sambu, tukawa na Odinga, tukakuja tukaanzisha university. Hii university ni yenu. Kitu cha kwanza ndio hicho. Mtu mwingine katika Luya ambaye alifanya kitu cha kuonekana alikuwa John O. Washika ambaye alianzisha Mumia Sugar Company. Nyanyande viongozi including kina Malala and others. What ideas have they brought to bring a simple industry watoto waandikwe kazi? Hapa tuna Heights Masero. Singombe zirongo munutiosi viongozi banushwanya kholamba khonyole leather factory bantu balombe biraru bya bantu bisukulu mbukoni bukhola biraru tseru sinetawe. Wazee wanajenga, wamama wanalima hapa Likhube every time. Can we not have a factory to scan vegetable? Muta akichelewa anaenda supermarket anachukua Likhube mkopa tia lomba. What is this nonsense that we have leaders who have not any idea? I am one of those who should be respected. Because without starting Weko, you would not be having a university. Can you clap for me? So what I want you to do to understand is this. We have leaders who are self-centered. Ni ajabu kuona ya kwamba watoto wanatoka hapa wakienda hapa Handidi Primary School, saa 1, saa 3 wamerudi nyumbani ati maharagwe wanataka, walimu wanataka maharagwe. Na MCA wako, MPs wako, hawezi kuzungumza na walimu watoto wakae darasani throughout the year. Another challenge I want to give you leaders. Today, Masinde Muliro University has debts amounting to over 53 million shillings. Where students have come in, they have learned for a year, they have learned for 2 years, they have gone back, and the students have not been completed. What is the work of the MPs to pay for these children so that they can finish their examination? Well, I don't want to go too far. I don't want to preach because sometimes I preach. But I want to tell you this. If we want to come out of this kwangama, Waluya Mumburanga, tuunde chama chetu leo. Mimi napeana jina Kenya Democratic Union. Kwa sababu Muliro alikuwa na KADU. Tutatoa aye
tuweke Kenya Democratic Union, na hiki chama ndio tuende nacho kwa elections 2027. Asante sana, tumpigie makofi mzee anapoenda kuketi. Wale ambao wamebaki ni dakika moja moja tu. Tutaanza na professionals wetu. Tuko na Dr. Sylvester Anami. Tumpigie makofi daktari anapokuja kutuzungumzia. Kwa heshima ya governor wa Trans Nzoia County, Mheshimiwa Natembeya, na wananchi watukufu wa Mlembe Nation, hamjambo wote. Mucho nyino, hamjambo wote. Hamjafurahi kwa sababu hatujapata umoja ama namna gani? Si tumefurahi? Njaa iko mingi? Mutakula leo. Msikuwe na wasiwasi hata kidogo. Kwa hivyo mimi ni Daktari Sylvester Anami, mwana wenye Kurula Kakamega, Ikolomani. Na mimi nimesimama hapa kwa sababu I support fully mwelekeo wa kiongozi wetu governor wa Trans Nzoia Natembeya, na mambo ambayo mzee Kivati amesema hapa. Hamwezi nipikia makofi? But jambo la pili, Gen Z walituambia it is time for action and not time for talking. Nataka kama ni leo tuamue, are we going to use our numerical strengths to deliver presidency in 2027? Jambo lingine, mumesikia sisi ni wengi, lakini wale ambao namba zao ziko huko chini ndio wanapata presidency. Ni kwa sababu ikifika wakati wa election wanarudi nyuma, wanasema sisi ni wa hii jamii. Kwa nini sisi watu wa Mlembe Nation hatuwezi kurudi nyuma tuseme sisi pia we want to be tribal? Kwa nini? Lazima tukae pamoja tuseme sisi ni watu wa Mlembe na tufanye nini? Tuweke kura zetu katika kikapu moja. Lakini hapa lazima pia leo mtuambie hiyo kikapu ni gani. Kwa sababu kura kama tutaweka kwa kikapu ikiwe hapa, hawa watu wote wa Mlembe Nation wamesema wataweka kura kwa kikapu moja. Na mwisho kabisa, the professionals of the Mlembe Nation agenda will have their second socio-economic summit in Vihiga County. And therefore, hawa viongozi wetu wote na wananchi watukufu na wale wa rejareja na biashara ndogo ndogo tutawaalika ili tukuje Vihiga tukiendelea kuleta watu wetu wote pamoja. Kwa hayo, asanteni. Asante sana. Tumpigie makofi daktari anapoenda kuketi. Tuko na kijana ametoka Kisii County. Amezaliwa Kisii lakini anakaa Nairobi, kiongozi wa vijana anaitwa Samuel Masaki. Unaona venye ako safi? Tusalimie tafadhali. Habari zenu? Habari zenu? Vijana oye! Vijana oye! Leo nimeshukuru sana kuja hapa kwa mwaliko wa Secretary General wetu Cleophas. Natambua uwepo wa Governor Natembeya, ambayo sisi kama vijana pia tuna azimio ya kutembea pamoja katika ile nyayo ambayo wameweka. Mambo ambayo tulisema kama vijana kwamba lazima tuhusishwe katika kutengeneza serikali, na hapo ndio tunaendelea kusonga mbele. Hatujaona vijana katika nafasi za uongozi, na hiyo ndio ukweli. Na tumesema mbele 2027 kama vijana hatutachukua kura, hatutaweza kutoa wazee kwa meza. Lazima tuhakikishe 2027 ile milioni 8 ya vijana ambao tuko sasa tumechukua kura, na tumehakikisha kwamba kura yetu, na kama italazimu sisi tuwe na chama yetu ili tuweze kuwatafuta viongozi vijana ambao wataweza kupigania maslahi yetu, tutafanya hivyo. Kwa sababu hatutakubali vijana wanaumizwa wakati wanaitisha haki yao, vijana hawana kazi wanaumizwa,
Vijana hawana kazi wakati wanaitisha vitu zao hawapatiwi. Tumesema kwenda mbele, lazima vijana tuhusishwe na serikali ambayo tunatengeneza kwenda mbele. Vijana wanalilia vitu karibu 3. Nafasi ya kazi. Tunaitisha nafasi ya kazi. Tunaitisha kwamba wale ambao wamesoma wapatiwe nafasi ya serikali. Kama mtu amefika 55 years aende retire. Tupatie vijana nafasi ya kazi. Kama vijana hakuna pesa ya kufanya biashara wapatiwe. Mimi nimekuja hapa kuzungumza kwa masilahi ya vijana. Mimi sio kiongozi wa Gen Z. Nimekuja hapa kuhakikisha kwamba vijana wamepewa nafasi ya kazi. Si ni sawa? Vijana sisi wote ni kitu kimoja. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya. Asante sana. Asante sana. Asante. Gen Z walisema ni leaderless, ndio? Gen Z mlisema nyinyi ni leaderless, ndio? Sasa hamna kiongozi. Tunataka tulete tutulie. Hapoya na kupatia dakika moja tu salimie watu wa Kakamega kutoka Bungoma. Walu ya mlembe lundi khumasi nabananga na machanja wa Hapoya. Asanteni sana. Gen Z gota tena manze. Mina watambua deadly. Khwechira nano khukachula bulala bebaluya. Tumokuja hapa kuongelea umoja wa Waluya. Excellencies, much respect your excellency, Excellency Natembea. Bwana SG, much respect. Honorable Rashid and all honorables on board, much respect. Honorable members and ladies and gentlemen, tumekuja hapa kuongelea umoja wa Waluya. Viongozi wako hapa, lakini Mheshimiwa Musalia yuko hapa, Mheshimiwa Speaker yuko hapa, Mheshimiwa Eugene yuko hapa, Mheshimiwa Lusaka hayuko hapa. Ndipo tupate kuongelea usawa na umoja wa Waluya na haki ya Waluya. Waheshimiwa wenzangu, tuite viongozi sote hapa. Tuje tukae hapa kama viongozi na tuseme sisi kama viongozi wa Waluya tunaenda mbele na chama kipi. Na wale viongozi wowote ambao wangependa kuwania kuwa chairman wa chama hicho, waje wapiganie uongozi huo. Kama Mheshimiwa Natembea atakuwa chairman, vivyo hivyo sisi kama Waluya tutaenda namna hiyo. Kama Mheshimiwa Wetangula atapigania kiti pale awe chairman, vivyo hivyo. Kama ni Musalia, vivyo hivyo. Mambo ya Waluya kutapakaa hatupendi na hatufurahi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tunataka sasa tuite MCAs wote. Haya. Haya, wapi makofi ya wale ambao wameongea? Makofi kwao. Bas, na watu wako na haki ya kusema kila kitu. Ndio maana tumeleta mkutano huu. Kila mtu aongee, watu wa boda waongee, watu watoe vitu kwa roho yao. So hata kama ukubaliani na masuala ya mtu, tusemezane, si ndio? So ningependa karibu tunamalizia kwa sababu pia njaa. Sabatezi pia ongea. Si ndio? So tuzie tu kuleta viongozi wote wakuja waseme jina tuwatambue. Kama wewe ni MCA umekuja hapa na katika hii vuguvugu letu kuja simama hapa, MCAs wote waje tu tafadhali, watambulike tu kwa jina, hakuna kuongea sababu leo ni siku ya wananchi, si ndio? Lakini ni vizuri wajulikane tu wako. Kuna MCAs, leader of minority Trans Nzoia, nimeona hapa. All MCAs from Trans Nzoia, from where tafadhali? From Bungoma. Wametembea tu. Tulisema huu mkutano sio wa viongozi ambao wanakaa kwa assembly zile zingine. Ni mkutano ambao ni wa wananchi. Tungependa tumseme jina na penye mnatoka tafadhali.
Mheshimiwa Kutitila from Trans Nzoia. Mheshimiwa Sasita kutoka Kakamega Butoto East. Mheshimiwa Were from Trans Nzoia County. Mheshimiwa Eric Wafula kutoka Trans Nzoia County. Mheshimiwa Alfred Weswa, Trans Nzoia County. Mheshimiwa Alan Nyongesa kutoka Bungoma County Assembly. Asante. Mheshimiwa Cornelius Mahanu kuwakilisha ward ya Halaba kutoka Bungoma County. Mheshimiwa Tim Chikati, Ndalo Tabani Ward, Bungoma County. Asante. Mheshimiwa Kennedy Mugushu from Trans Nzoia. Mheshimiwa Kennedy Rupia kutoka Busia County. Na kuna MCAs wa mama? Haya, njoo. Bwana asifiwe. Viongozi wote, naitwa Mukite Lilian, mimi natoka Uasin Gishu. Na nimeshangaa sana wakati wanaongea, wamesema ile mjadala tulikuwa tunakuja hapa ni mambo ya Mlembe. Na sisi Mlembe tumezaliwa Uasin Gishu, but sisi ni watu ya Mlembe. Na huko Uasin Gishu tunateseka kwa sababu ya sisi upande wa chini kutoshikana. So msiposhikana huku, sisi huko tunafanya nini? Tunateseka. Na leo nimekuja kusema hii, Mheshimiwa Natembea, Mheshimiwa Cleophas Malala, I always write messages to you and you know that. Sisi huko chini tuko, na wakati mnapanga umoja wa Waluya Western, mjue kuna Waluya katika kaunti zingine, na sisi tuko wapi? Uasin Gishu. Na Uasin Gishu ile shida tunapitia ni ile Natembea amesema hapa. Sisi tuko na kura 1,100 Uasin Gishu county, but in the county government Uasin Gishu hakuna Mluya hata mmoja. Hakuna. Na sisi wakati tunakuja hapa tunataka mkitembea mtembee na sisi. Na mtuambie kwa sababu mko mbele tupate nafasi hata sisi ya kufanya nini? Ya kupata kazi kule. Na msiwache wamama nyuma kwa sababu tangu tuanze kuongea hapa, wanaume ndio wanaongea, wamama hakuna. So wakati sisi hakuna tutaongelewa na nani? So tunaomba kabisa Uasin Gishu county tuko na tuna support whatever is happening here. Thank you so much. Asante mheshimiwa, mama wa nguvu kabisa. Wamama oye! Mimi naitwa Mheshimiwa Chale kutoka Busia County. Teso, wanaume, Bwana Natembea, ukishindwa kupanga hao watu, wamama tutawapanga. Wana wa Mlembe oye! Wana wa Mlembe oye! Mimi naitwa Mheshimiwa Sara Nekesa Simiyu Lubano kutoka Trans Nzoia County. Safari ya kilomita 1,000 inaanza na step ya kwanza, si ndivyo? Leo hii tumeanza na wacha tuendelee hivyo na mtu yoyote asitishike. Ningependa Mheshimiwa Obed aongee, alafu ndio deputy speaker wetu pia atamalizia. Huyu ndio host kabisa. Asante sana viongozi wote ambao wako hapa, wananchi, akina mama, Bwana Yesu asifiwe. Kakamega oye! Kakamega oye! Mimi jina langu ni Obed Mwale Mahanga na mimi ni MCA wa kule Trans Nzoia Matisi Ward, na kando na hiyo mimi pia ni deputy speaker kwa bunge la Trans Nzoia. Na nimunipatie ruhusa niseme mambo mawili. Ya kwanza, ningependa kushukuru viongozi ambao wameketi hapa wakiongozwa na huyu gavana wetu George Natembea, kwa sababu ametupatia mwelekeo, ametuambia tufungue macho yetu na pia tufungue masikio yetu. Na nyinyi watu wa jamii ya Mlembe ambao ndio wazazi wetu, ambao ndio wakaazi wetu, tunawaomba kwa unyenyekevu, ile maneno ambayo amesema hapa usisikize na uyawache, enda nyumbani uanze kuyatafakari. Tujue ya kwamba kuanzia kesho maisha yetu itakuwa namna gani. Jambo la pili, mimi nilichaguliwa kwa chama ya ANC na nilikuwa kwa hiyo serikali ambayo iko kwa kiti saa hii ya Kenya Kwanza. Na Secretary General huyu Cleophas Malala ni rafiki yangu sana. Na yeye pia ako kwa chama ya UDA ambayo inaongoza nchi yetu ya Kenya. Na mimi ningependa kusema waziwazi
ya kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza ilifinya wananchi vichwa wakanyamaza, ikafinya wananchi kifua wakanyamaza, wamefinya tumbo wakanyamaza. Sasa serikali ya UDA hii inataka kufinya makende. Mtanyamaza ama mtatoa sauti? Mtanyamaza. Kwa hivyo SG, ukiona Gen Z wanapiga nduru, ukiona akina mama hao wanalalamika, ni kwa sababu wamechoka na status quo, na Wakenya kutoka hapa wanataka mabadiliko. Jambo la mwisho, tumeambiwa kwamba ati tusiongee siasa. Mimi niko na swali moja peke yake. Ukiangalia kwa hawa Kalenjin, walikuwa na Gideon Moi, walikuwa na viongozi kama kina Koneso wakati wa nyuma, walikuwa na viongozi ambao walikuwa wanamshinda umri huyu William Ruto, lakini wakati walitafuta uongozi hawakusema ati huyu ndio tajiri ama huyu ndio mzoefu. Walisema wanaenda na Ruto na wakapata urais. Kuna wengine wanatuambia hapa ati huyu Natembeya amekuja juzi, ati huyu gavana Natembeya bado mchanga wa siasa, ati huyu gavana Natembeya bado hajatosha. Mimi nataka kuwauliza nyinyi, huyu jamaa anatosha ama hatoshi? Anatosha ama hatoshi? Na mheshimiwa Natembeya, wewe usikue muoga kwa sababu wewe umekuwa komando. Sisi kama jamii ya Mlembe, hata kama utaanguka na kura yetu, wewe enda anguka nayo. Huyu Raila Odinga ametufunza kitu moja, ya kwamba hauhitaji kupita kura ndio uingie kwa serikali. Unahitaji watu wako wasimame nyuma yako. Sasa Waluya wote tusimame nyuma ya Natembeya na tupige kura vile tunataka. Baada ya hiyo, hata wakitushinda tutauzia hao uoga, tutaleta maandamano, tutashika makende yao na Natembeya ataingia kwa serikali. Jambo la mwisho, Kakamega oye! Jambo la mwisho, wale Gen Z wametuonyesha mwelekeo mzuri ya kwamba ukichoka usinyamaze, toa sauti. Wazazi ambao mko hapa, katiba ya Kenya na pia ministry imetuambia kwamba masomo ni bure, lakini ukienda kwa mashule walimu wakuu wanafukuza watoto wenyu ati walete pesa ya school fees, ati walete pesa ya mahindi na maharagwe. Mimi natangaza nikiwa nimesimama hapa, usikubali mtoto yako arudishwe nyumbani. Wakituma mtoto nyumbani, tuma ndugu yake ambaye ni Gen Z arudishe shuleni aende asome. La mwisho, kuna ujinga na upumbavu ambaye inafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Mnanisikia vizuri? Unaenda hospitalini, unapata mama anajifungua na kwa kitanda ya hospitali wamelala wawili. Hiyo ni heshima kweli? Na mimi naambia magavana wote kutoka magharibi kuenda mpaka kule coast, hiyo tabia ya kukula pesa ya mambo ya health, mnaacha wamama wanalala watatu kwa mahospitali. Hata Fernandez Baraza ukiwa hapa, shughulikia maneno watu wasianze kuteseka. Na la mwisho kabisa, hawa mama wamechoka kupika na kuni na masogoro. Mama akiamuka anapika na masogoro, alafu mzee unamwambia ati chakula inanuka moshi. Hiyo ujinga lazima ishe. Magavana na women rep, patia wa mama gaskuka, waache kuteseka. Kwa hiyo mambo mingi ambayo nimezungumuza, Mwenyezi Mungu awabariki, na kuanzia leo komanda wetu ni George Natembeya ambaye ameketi hapa. Alafu huyu ndugu yangu, unaona huyu Cleo, yeye haezi waambia maneno mingi, lakini najua hata baada ya leo kuna wale ambao wataanza kumpiga vita. Cleo, wewe ni mwanaume. Kama ni kura ya MCA ulipita, kama ni ya senator ulipita. Hata wakikufukuza kwa chama, tunaenda kufungua chama yetu hapa ya Waluya. Tutakupea sekjen na utakuwa sawa sawa. Mungu awabariki kabisa. Haya, wapi makofi ya huyu Obed? Obed. Mheshimiwa Obed, kuja hapa bwana. Huyu mlitoa wapi sasa tena? Yaani hawa vijana wa siku hizi. Lakini tumesema huu mkutano ni wa kufungua roho, si ndio? Umeongea points mingi mzuri sana. Na kama ningekuwa na kitu ningekupatia. Nataka kupatia tu shilingi. Wacha nipatie kwa hiyo kitu. Kwa point moja tu. Hizo point zingine zote uko sawa. Lakini point yenye nakupatia hii thao ni hapo kwa baraza. Hapo kwa baraza umeongea vizuri sana. Kuna hiyo. Hiyo ndio point mimi nimesikia hapa. Huyu jamaa ameongea vizuri kabisa. Haya, tuko na mheshimiwa kutoka Uasin Gishu, Deputy Speaker wa Uasin Gishu pia aongea, alafu Deputy Speaker wetu. Asante sana. Abaluya Mlembe.
Haya, kushesanie tusalimiane hata kama tuna njaa, lakini tuko kwa mpango mzuri. Mengi yamesemwa na nitajaribu sana nisirudie. Cleophas Malala, mimi nina message yako. Sisi kama community ya Luhya tunaishi Uasin Gishu. Waluhya wamenituma nikuulize ya kuwa kitofu chao kiko hapa, wanaishi tu Uasin Gishu. Baada ya hii mkutano, mtengeneze mkutano mwingine, muje Uasin Gishu ili tuweze kujua ya kuwa kweli mna roho ya sisi Luhya Nation kusimama. Kwa sababu wale Waluhya wenye wako nje ni wengi, lakini nyinyi viongozi mwaonesha mgongo. Jambo la pili, mambo mengi ambayo tumekutana hapa leo. Jamani Waluhya wenzangu, wakati ya kufanya uchaguzi, hata tukiwa na anatembea leo awe president, wale watu wenye wanatakana mfuate watusaidie kazi, inatakana muangalie. Kwa sababu sisi tunataka umoja na tuko kwa sababu ya umoja. Lakini mimi naona ajabu ya kuwa kuna wale watu katikati yetu sisi Waluhya, watu wa kileo. Kuna wale watu wa Rashidi. Kuna wengine watu wa baraza. Sasa hiyo katikati yetu watu wa chini tuko na confusion. Tunataka wamalize na sisi tukatae, tuseme sisi kama Waluhya ni one nation. Turudi tukae pamoja. Kwa hivyo kileo wewe una position, unaongea na president. Mambo yetu tumekwambia hii, mwambie president direct. Wale tulichagua kama hawawezi kumwambia, wewe umwambie. Na vile nimekuona nikakustudy hapa kwa upande ya baraza, muangalie next round. Oneni tu. Kwa sababu badala ya mtu kufanya kazi na watu anachagua, na sisi tunataka Mluhya, Mungu akikusaidia kesho upate kiti, jua Waluhya wote Kenya wote ni wako. Na sasa hii nilisikia wakinongonezana kule Uasin Gishu, kaa chonjo na hii kiti yako. Hii kiti wale watu hawana imani mzuri na wewe, na mimi ninakuibia hiyo siri. Lakini tunapokutana tuitishe mkutano mwingine na mwingine, wakikufanyia dhulma, sisi tuko tayari kuamua ni nini itafanyika. Kama kijana wetu Mluhya, wewe pia uonekane, tutakusaidia. Jambo lingine, tunaongea kilio, unaongea maneno ya development. Tuko na wabunge wamechaguliwa wako. Ruto amekupenda wewe kama Mluhya, amekupa kazi. Na amepewa Waluhya wengine kazi. Wao wanafanya nini kutusaidia sisi? Kwa sababu ukisikia namba 2 wa Kenya kila mara akiongea anaongea Mount Kenya, hana aibu. Na wewe pia usikuwe na aibu ya kutetea Mluhya. Simama, sema mimi ni Mluhya, nataka kutetea Mluhya. Na mwisho kabisa, sisi Uasin Gishu natembea, you are a shining star. Tunakualika Uasin Gishu, kila mtu on the ground, they are there for you. Just come and don't fear. Usiogope mtu na usiogope kusema wewe ni Mluhya. Tunataka tujaribu na wewe, tuone kama sisi Waluhya pia tutaonekana kama watu katika hii nchi yetu ya Kenya. Otherwise, asanteni kunisikia. Shukran. Asante. Mwisho, deputy speaker wetu ambaye ni mtu ambaye alikuwa mtu wa chini kwa kufagia, lakini akapanda juu. Alitoka chini akaenda juu. Yeye ni mtu wa bottom. Asante sana komando wetu ambaye ni His Excellency anatembea, gavana wetu na wale wote. Nikiwa na ndugu yangu hapa Cleophas Malala, kwa historia pengine hakusema, the first deputy speaker katika county assembly ya Kakamega si mwingine, alikuwa Cleophas Malala. Kwa hivyo leo hii nikiwa nasimama kwa ule mguu ambaye yeye alianzisha. Kwa majina yangu naitwa Bernard Shitiabai aka Ben Kelly. Niko na maneno matatu. Maneno mangapi? Matatu. Ya kwanza, nataka kuambieni Wakristo, Bwana Yesu asifiwe.
Waislamu takbir! Niko nataka kuambieni kitu cha kwanza. Mheshimiwa Natembea, umeshuhudia. Hii ndio Mlembe Nation. Imezungumza, imemaliza. Hapa nitakuwa hapa mimi. Sitatoka hapa. Kitu cha pili, ningependa kusema kwamba raundi hii wacha sisi kama jamii ya Kiluya for the first time, sijui Mheshimiwa Obed hapa ulimiss kitu kimoja, hakuna kuanguka hapa, hatutaanguka. Natembea hapa, tutapita. Na unajua yeye ndio incoming senator kule Trans Nzoia. Kitu cha tatu, Mirembe Bosi, niko nataka kumwambia Rais Ruto penye huko, mtu mwenye alikuletea Mudavadi alikuwa Cleo, mtu mwenye alikuletea wale wengine wote alikuwa Cleo, mtu mwenye alifanya ukakuja ukapata ile kura yako moja hapa alikuwa Cleo. Leo hii nasikia tunataka kwenda huko, unatoa Cleo. Wacha mchezo my friend. Wewe ukitoa Cleo na sisi tunakutoa. Ukitoa Cleo na sisi tunakutoa. Wale ambao wanakudanganya leo hii, uende ukae nao chonjo kabisa. Hii waachana kusikia, tunasikia ati maandamano ya Gen Z inakuwa siku 2. Wewe ukienda toa Cleo, maandamano itakuwa kila dakika. Hiyo hatutaruhusu tena. Yaani hii moja pekee, hii yenye tuko nayo, hii ya kijana hii tuachilie iende hii. Nyinyi mnataka hii iende hii? Cleo si akae huko jameni. Wangapi wanasema Cleo akwe huko? Rais Ruto, sijalazimisha watu, wenyewe wamekuambia message yao. Cleo ndio SG wa chama cha UDA. Hata mimi nikiwa upande huu mwingine, mimi namtambua na hiyo. Kwa hivyo tafadhali sana, ukijaribu makosa ingine, hiyo utakuwa umeingiza virus kwa serikali yako. Na hiyo huku Western, hata usikuje ukitoa Cleo. Acha hiyo mchezo hiyo kabisa. Kaa huko kabisa. Ningependa kumalizia. Unajua Cleo ni rafiki yangu sana. Ni kwamba sisi tulikuwa tunakaa kwa meza mbili tofauti. Lakini His Excellency Natembea, niko na kukaribisha. Chukua nafasi yako moja, karibu kule Shinyalu, pia uweze kutana na ile jamii ya Shinyalu ambayo pia iko tayari kukukaribisha na kuambia kwamba karibu sana Rais mtarajiwa, Rais wa 6 wa nchi ya Kenya, Rais wa kwanza Mluya. Mungu si awabariki sana jameni. Na wewe Ben Kelly, wewe nani alikwambia mimi nitakufutwa? Huyu mtu naye. Mimi niko poa, msikuwe na wasiwasi. Lakini nashukuru sana. Tumesema watu waongee, si ndio? Msiogope kuongea. Na kila kitu yenye mtu anasema hakuna makosa. Wananchi waongee. Na hii mikutano inafaa tukao tunafanya hata kila wiki. Natembea tutafute kitu. Hii mkutano ni mzuri. Sababu watu wanatoa hasira zao kwa roho. Na mimi am encouraging this meeting. So tunataka tumalize mkutano wetu. Ningependa kuita tu Gavana Natembea kidogo. Akikuja tukimalizia resolutions zetu. Nataka kwa niaba ya watu wa Busia, sababu Busia hawajaongea, mheshimiwa tumalizie alafu tusome resolutions zetu tuende nyumbani. Asante sana. Gavana Natembea, Waziri Rashidi Malala na wananchi wote wa Luya na wasalimu hamjambo. Mlembe. Gen Z oye. Mimi kwa majina naitwa Honorable Emmanuel Charles Osore na mimi natoka Busia. Bwana Natembea, mimi ndio Director Elections wa chama cha Ford Kenya. Na mimi kuja kwangu hapa siku ya leo, mimi nimekuja kujiunga na ndugu zangu ambao wameanzisha mchakato mzuri wa kupeleka taifa letu la Mlembe mbele. Si namna hiyo? Lakini kidogo wanenaji wote ambao wamezungumza hapa, mimi naona kidogo watu wanaenda kando ya reli. Wanatoka kwa reli wanaenda nje, si ndio? Na ninasema hivyo kwa sababu gani?
Ndugu zetu waliotutangulia tumewatuma huko mbele, na hiyo miaka yote hakuna kitu wamefanya, si ni kweli? Sasa tena mnataka tufichane hapa, tuseme ati kuna mtu mwingine sijui ati tukae nao namna gani tuendelee kuwasikiliza? Mimi kwa maoni yangu kama Osore na kama kijana kutoka Busia, mimi nasema hivi, Mheshimiwa Natembeya ameanzisha mchakato mzuri wa kusema tawe na kutaka kukomboa Luhya Nation. Hao watu wametuleti down hiyo muda yote. Mimi Osore ninazungumza hapa, mimi ndio nilileta Ruto Busia baada ya kufungiwa na Wajaluo mara 3. Hakuwahi kanyaga Busia mpaka mimi Osore nikaleta President Ruto pale Busia. Mnanielewa? Na kwa sababu ya hiyo hawa ndugu zetu ati tunapewa nafasi na wamesimama tu hapo na hakuna kitu wanazungumza na hakuna Mluhya anatajwa pale. Ndugu zangu, hiyo hatuwezi endelea hivyo. Sisi kama Busia na mimi kama Direct Elections for the Kenya nasema tawe. Tunaelewana? Sisi kama Busia tunasema nini? Na kwa sababu tunasema tawe, sisi hatutaki hawa ndugu zetu Malala na Rashidi na huyu Toto wadanganye na Natembeya ameanza vizuri. Hatutaki muanze tena mrudi nyuma, hapana. Hata bila Wetangula, bila Mudavadi, sisi tunataka kwenda wapi? Sisi tunaenda wapi? Na ni wazee wamemaliza maneno yao, warudi nyumbani wapate kutupatia advice. Sawa sawa? Mimi sitawachosha na mengi. Mkutano inafuata tunaenda Bungoma, yenye inafuata ni Busia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Haya basi. Naona roho imefunguka. Watu wamefungua roho leo, na hiyo ndio vile inafaa ikue. Mimi kabla niite Mheshimiwa Natembeya kufunga mkutano, ningependa kusema kwanza nashukuru kila mtu ambaye amekuja leo hapa. Ukombozi wa jamii ama ukombozi wowote unaanza na watu kama nyinyi. Tumekubaliana kwamba huu ukombozi, vile nimesikia mkiongea, mnasema kwamba mnataka viongozi wenyu watoke pale juu, washuke, muongee nao, si ndio? So mimi ningependa kusema kwamba tuko na resolutions ambazo tumepick kutoka katika huu mkutano, na mpaka tukue na vitu ambazo tukienda kwa mkutano next tusiongelee haya maneno. Inafaa haya maneno ambayo tumeongelea tumemaliza, now we look for the solutions. Nitasoma resolutions 2 and then Mheshimiwa Natembeya akuje amalize zile ambazo nitakuwa nimebakisha, alafu tufunge mkutano. Kitu cha kwanza, tumekubaliana kama jamii ya Mulembe kwamba tuweke tofauti zetu kando za kisiasa, tuungane, tutembee kama nyumba moja. Hiyo mmekubaliana na hiyo? Resolution ya 2, tumekubaliana kwamba mkutano huu hauna shida na mtu yoyote ambaye ameteuliwa kwa nyadhifa yoyote ya serikali, kwamba sasa ile kitu tunataka ni accountability nao viongozi ambao wako kwa serikali. Viongozi wote ambao tuko kwa serikali, kwamba tuwe na accountability kwa watu wetu. Na hii accountability tunaenda kufanya aje? Tumekubaliana kwamba tarehe 31 tunaenda kuwa na mkutano Bungoma County. Tumechagua pale Bungoma County. Na hiyo mkutano tunaita viongozi wote wa Luhya ambao wako kwa serikali, mimi nikiwemo, na wale wote ambao kwa serikali wakuje, tuchukue budget ya 2024-2025, the existing budget, development budget ya serikali. Tutoe projects zote za Western Region. Waluhya wajue kwamba projects zetu katika katika financial year 2024-2025 ni projects gani. Tujue ni barabara gani ambazo ziko katika hiyo budget. Hao viongozi wakuje, na kama hawatakuja Waluhya wenyewe tutatenga kamati ya watu 20 kutoka kwa kila county zetu,
wakuje watusomee hizo projects. Resolution nyingine tumekubaliana ni ya kwamba December, kabla tuende Christmas, tunaita hao viongozi wakuje watuambie hizo projects ambazo ziko kwa budget yetu ya hii mwaka imefikia wapi. Those are the resolutions of this meeting. The political resolutions, tumekubaliana kwamba watu waache kutumia jamii ya mlembe, kutumia numbers za mlembe kujifaidisha hao wenyewe. Tumekubaliana kutoka leo, we shall use our numbers to bargain for whatever development and whatever positions we want in government. Jameni, hizo ni resolution mbaya kweli? Wangapi wanakubaliana na hizo resolutions? Good. Sasa nataka Mheshimiwa Natembeya ukuje uongeze zile ambazo tulikuwa tumebakisha, na kama kuna yenye unataka kusisitiza tumalizishe, alafu tuende nyumbani. But we have agreed as the people of Mulembe ya kwamba tunaenda kufanya kazi pamoja. So ni jukumu langu kukaribisha huyu generali ambaye anaitwa Natembeya. Asante sana watu wetu kwa kuvumilia kuanzia asubuhi mpaka sasa. Mmekuwa wamilivu sana. Kuna mikutano mingi mimi na ambao mmekuja hapa. Muko na nia ya kuhakikisha kwamba jamii yetu ya Waluhya inatembea pamoja. Sio ni ukweli? Kwamba tutatembea pamoja. Na kwamba mahali tuko kama jamii sisi hatutaki hiyo mahali. Tunastahili kwenda mahali pengine ambayo ni pazuri, si ndio? Tunaamua ya kwamba hizi namba zetu milioni 8 ambao ziko kwa mikono yetu lazima zibadilishe maisha ya Muluhya. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Sisi wote tunakubaliana na hiyo. La pili ni kwamba sisi wakati wa kura, watu wetu Muluhya ni Muluhya. Tukikuja hapa watu wasiingize siasa ya Kakamega, oh huyu ni mbaya, Rashid alifanya nini, oh sio Malala anafanya nini, sio anapiga nani. Hapana. Hiyo ni njama ya kutugawa sisi. Watu wetu tunaamua leo kwamba njama ya kugawa sisi tunasema ta. Sisi ni milango 18. Lakini tuko na kimila yetu kama Waluhya. Sisi wote tunaongea Kiluhya. Jamii ya Wakalenjin wako milango 8. Hawabaguani. Ikifika wakati ya kura, sisi tutakuwa tu Waluhya. Ama namna gani? Tutakuwa tu Waluhya. Na mimi nawaomba viongozi ambao mko hapa nikimaliza. Tukitoka hapa, twende huko nyumbani, tukue ambassadors. Hasa nyinyi wa mama, nyinyi ndio mnakaa na wazee na watoto wetu, muwaambie kwamba hii kulia tutalia mpaka siku gani. Watu waamuke kwenye usingizi, maana tuko ndani ya usingizi. Tutafute tushike kura. Tusikie watu wa kushukuru kwa vitu kidogo kidogo. Tunakuwa watu ya mbeho, mtu akipata shilingi 50 unashukuru sana. Tukue sisi ambao tutakuwa na kisu ya kugawa mali ya Kenya. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Watu wetu tusipigane. Wale wenzetu ambao wameenda kujitafutia kule, waje wajitafutie. Wale ambao wamepewa kule, wapewe kule. Lakini hatutaki tena kamwe from henceforth, today henceforth. Tukue na Muluhya ambaye anakaa pale akisema kwamba anakula kwa niaba ya jamii. Eti kwamba yeye kama ameshiba, sisi tumeshiba.
Hiyo maneno tunasema nini? Sisi wote ni walipa ushuru. Tunataka tupate haki yetu. Haki ya Mluya fikie Mluya. Tuondoe fedheha ile mababu zetu walipitia, baba zetu wamepitia, sasa watoto wetu wanapitia. We are not ambitious at all. Ambition yetu ni kusupport winning candidates. Ukisupport mtu wa chama kingine akishinda, wewe una dance, wakinamza kwa kilomweni. Siku gani pia sisi watu wengine watachezea sisi. Kenya anakupa na lirima, tukue na hasira. Maana tusipokuwa na hasira, mabadiliko haitakuja. Tukiendelea kuwa na hii mchezo yetu ya gawanya hii, mabadiliko haitakuja. Sasa watu wetu tuna resolve, nikimaliza tukitoka hapa, ya kwamba hii Kakamega ambayo ndio capital city ya Waluhya, tukiongea maneno hapa inakuwa maneno ambayo ni serious. Wacha mambo ya Buhungu, wengine waliharibu mambo ya Buhungu. Watu hawataki kwenda huko. Sio bwana, sio 2 3, hiyo watu waliharibu huko. Wale wakale wanaenda Kapkatet, Wamasai wanaenda Suswa. Sisi tutakuwa tunakuja hapa kuamua maneno yetu. Na tukikaa hapa tuamue kwamba ni huyu, hata wakipeleta mtu mwingine tunasema tao. Siasa inapangwa, lakini siasa ya Mluya haipangwi. Mluya ndiye mtu mmoja Kenya hii anaenda kupiga kura, ako kwa line lakini ajua atapigia nani. Ahare bambo president kula pilanan na ako kwa line ya kupiga kura. Hiyo maana tunasema nini? Political ignorance tunasema nini? Tunachanuka sasa. Na mjinga akierevuka, mwerevu yuko wapi? Watu wajue kwamba sasa Western imeamuka. Mambo ya kuja kuimba slogans na nini tumekataa. Sasa watu wengu, mimi naomba Mwenyezi Mungu, yule ambaye ako hai, yule ambaye aliumba mbingu na dunia, huyu Mwenyezi Mungu atupatie afya njema, atupatie maisha marefu. Isikue kwamba Waluhya mmeumia hivi, wakati matunda yanaanza kumiminika, tukue wagonjwa ama tukue tumekufa. Tukue na afya njema watu yetu, mambo mazuri yanakuja. Si Mwenyezi Mungu awabariki. Asante, asante. Nitaomba tafadhali, tutapata wimbo wa taifa, wimbo wa taifa ambao ni maombi. Tutapata wimbo wa taifa. Nitaomba sote tusimame tafadhali, sote tuweze kusimama kwa heshima. Kama umevalia kofia aina ya chepeo uweze kuivua. Sote tusimame rasmi. Tutakuwa tunaimba wimbo wa taifa na tutakuwa MCS pamoja na viongozi ambao wako the other side wakuje tu huko. MCS, Deputy Speaker, njoo tu pande huu wakati DJ anaweka wimbo wa taifa tayari. Stanza moja peke yake alafu itakuwa ni maridadi. MCS wasongee tu hapa. Wimbo wa taifa wa Kenya ni maombi, alafu tutakuwa tunafunga. Kwa hivyo nitaomba tafadhali kwa heshima kila mmoja aweze kusimama. Nitaomba kila mmoja aweze kusimama mahali ulipo. Kama umevalia kofia aina ya chepeo, tafadhali nitaomba uweze kuivua, tuwe watulivu. Wimbo wa taifa wa Kenya. Tunaweza tukapata tu picha moja, group photo, so viongozi wasongee tu mbele hapo wapiga picha, tupate picha hiyo maridadi, alafu tutakuwa tumemaliza shughuli leo. Tupate picha hiyo viongozi. Alafu askofu atatufungia hapa kwa maombi. Askofu songea hapa.
Baada ya picha tutapata maombi ya askofu. Songea tu hapa. Aya, asante sana. Tupate maombi kutoka kwa askofu alafu tuweze kuondoka. Askofu, maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa kutujalia siku ya leo kuweza kukutana mahali hapa. Wewe ni Mungu mwema ambaye umetupatia hali njema ya kukaa mahali hapa na mambo mazuri ya eneo hili kuweza kuongelewa. Asante Mungu wangu kwa wote ambao walitoka mbali Baba, kila mmoja anapoenda safari Baba waende salama salimini. Na yale ambayo ameongelewa hapa Baba uyawekee manani chini ya mamlaka yako. Tunaomba kwa sababu wewe ni mtukufu na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Asante sana.